Katika shule moja ya bweni, kulikuwa na msichana mwenye ndoto kubwa sana, lakini kosa moja la siri liligeuza maisha yake yote kuwa nyiza. Jina lake alikuwa Rehema. Kama unapenda simulizi kama hizi, bonyeza subscribe sasa ili usikose sehemu inayofuata. Karibu, usiondoke. Mwisho wa simulizi hii utakushangaza sana. Rehema alikuwa mtulivu, mchapakazi. Ndoto yake kuwa daktari. Walimu walimpenda, wanafunzi walimheshimu. Hakuna aliyejua alikuwa akipitia jambo kubwa peke yake. Siku zilivyoenda, Rehema alianza kubadilika. Alikaa kimya sana, aliepuka marafiki, alilia peke yake usiku. Sababu, alikuwa na ujauzito wa siri. Alijaribu kuficha kwa kila njia, kwa sababu moja tu, aliogopa aibu. Usiku mmoja, Rehema alifanya uamuzi ambao ungebadilisha maisha yake milele. Alijaribu kuondoa tatizo lake kwa siri, bila msaada, bila ushauri, bila usalama. Baada ya hapo, alikaa kitandani akitetemeka. Nimefanya nini? Alinong'ona. Siku zilifuata. Hakuna aliyejua kilichotokea, lakini ndani yake alikuwa na maumivu, hofu na hatia kubwa. Alianza kujiona hana thamani. Siku moja, rafiki yake alimkuta akiwa peke yake, analia sana. Rehema alisema, siwezi tena, nimechoka, hakuna anayeelewa. Alifikia hatua ya kukata tamaa kabisa, lakini kabla hajafanya jambo baya zaidi, mwalimu mmoja alimuona. Alikaa naye chini, hakumkemea, hakumhukumu. Alimwambia, makosa hayamalizi maisha, kunyamaza ndiyo kunaua. Rehema akalia sana. Kwa mara ya kwanza alisema ukweli wake wote. Polepole alipata msaada, kisaikolojia, kiroho na kijamii. Maisha hayakurudi kawaida haraka, lakini hakukata tamaa tena. Mwalimu aliyemsaidia Rehema hakuridhika. Alijua hii siyo hadithi ya mtu mmoja. Alianza kuchunguza kwa siri. Aliangalia mabadiliko ya Rehema, watu waliokuwa karibu nao na tabia za baadhi ya walimu. Siku moja, simu ya Rehema ilianguka darasani. Mwanafunzi mmoja akaiona. Alipoifumbua, akaona ujumbe uliofichwa. Usijaribu kusema chochote, kumbuka nilichokuahidi. Ukifungua mdomo, maisha yako yataharibika. Lakini kilichoshtua zaidi, jina lilikuwa limehifadhiwa kama Uncle. Rehema alipoulizwa, alianza kulia. Kwa sauti ya chini alisema, sio mwanafunzi, sio mtu wa nje. Wote wakashangaa, ni mtu wa karibu sana. Baada ya shinikizo kubwa, Rehema alifunguka ukweli wote. Alikuwa ananisaidia, kunipa pesa, kunilinda. Lakini polepole, msaada ule ukageuka kuwa mtego, na jina alilotaja lilifanya kila mtu ashindwe kuamini. Ni mzazi wa mwanafunzi mwenzako. Boom! Shule nzima ilishtuka. Mtu aliyekuwa anaheshimiwa, aliyekuwa anakuja shuleni kusaidia wanafunzi, ndiye aliyekuwa nyuma ya siri hii. Rehema alisema, aliniambia ni siri yetu, akanitishia, akaniahidi mambo mengi. Alijikuta amenaswa bila njia ya kutoroka. Habari ziliposambaa, mzazi huyo alikamatwa, familia yake ilivunjika, na mwanafunzi rafiki wa Rehema aliumia zaidi. Aliuliza kwa uchungu, kwa nini baba yangu? Rehema alisimama mbele ya wanafunzi wote. Kwa sauti yenye ujasiri alisema, nilinyamaza kwa sababu ya aibu, lakini kimya kiliniumiza zaidi. Usiogope kusema ukweli, hata kama unaumiza. Mahakama ilikuwa imejaa watu, waandishi wa habari, wazazi, wanafunzi. Kila mtu alikuja kushuhudia kesi iliyotikisa shule nzima. Rehema aliingia polepole, akiwa na hofu, lakini pia ujasiri. Mtu aliyekuwa akiheshimiwa sana, mzazi wa mwanafunzi mwenzake, aliingizwa mahakamani akiwa chini ya ulinzi. Watu walimwangalia kwa hasira. Hakukuwa tena na heshima, ilibaki tu aibu. Jaji alimruhusu Rehema kuzungumza. Alisimama, mikono ikitetemeka, lakini macho yake yalikuwa na ukweli. Nilikuwa naogopa, niliamini nitaharibiwa maisha. Nilinyamaza hadi iliponivunja ndani. Ukumbi mzima ukawa kimya. Baadhi ya watu walifuta machozi. Mtuhumiwa alisimama kujitetea. Nilikuwa namsaidia tu, haya ni uongo. Lakini ushahidi ukawekwa mezani, ujumbe wa simu, rekodi za mawasiliano, ushahidi wa mashahidi. Ukweli ukaanza kujitokeza waziwazi. Ghafla, mwanafunzi, mtoto wa mtuhumiwa, alisimama. Kwa machozi alisema, nimeona ujumbe kwenye simu ya baba, nilijua kila kitu. Ukumbi mzima ukashikwa na mshangao. Ushahidi huo ukamaliza kila kitu.
Jaji alisema kwa sauti nzito, mahakama imejiridhisha kuwa kosa limethibitishwa, unahukumiwa kifungo. Haki hatimaye ikatendeka. Rehema alianza maisha mapya, alirudi shule, alipata msaada wa kisaikolojia na polepole akarudisha ndoto zake. Hakukuwa rahisi, lakini hakukuwa peke yake tena. Jamii inapaswa kuelewa kwamba ukimya sio suluhisho, ni mwanzo wa maangamizi. Wasichana wengi wanapitia maumivu makubwa kwa sababu wanaogopa kusema ukweli, wanaona aibu, wanakosa mtu wa kuamini. Lakini ukweli ni huu, aibu ya muda mfupi inaweza kuokoa maisha kuliko siri ya kudumu inaua kimya kimya. Wazazi, wasikilizeni watoto wenu bila kuwahukumu. Walimu, kuweni sehemu ya usalama, sio hofu. Jamii, acheni kulaumu waathirika, anzeni kupambana na waovu. Siri haikuzi heshima, inakuza maumivu. Kunyamaza kwa maathirika ni ushindi wa mnyanyasaji. Ukweli unauma kwa muda, lakini uongo unaua milele. Kila mtoto ana haki ya kusikilizwa, kulindwa na kuishi bila hofu. Tusipozungumza leo, kesho tutazika ndoto nyingi zaidi. Asante sana kwa kutazama video hii. Tunakushukuru kwa muda wako na sapoti yako. Kama umependa yaliyomo, tafadhali usisahau kusubscribe, kupress like na kushare na marafiki zako ili na wao waweze kufaidika. Tukutane kwenye video ijayo. Asante sana. Usisahau kusubscribe, like na share.